Sasa Samvira aliambia sana, sinimwambia agoje tena mpaka Beki akuje ndio tuongee. Na nikamwambia sana hiyo maneno, sitaki mambo ya bibi wawili. Hata anajua nimwambia hivyo, sitaki bibi wawili. Na sasa hapa after airport mlipatana, mlikuwa mmeagree after hapo kumchukua, mlikuwa muende wapi after hapo? Mimi nilikuwa niende shughuli zangu kwa biashara, Samu aende nyumbani. Mama, huyu ni nani? Huyu ni Samu aliniambia aliachana na Beki. Sasa tumekuja kuambia ulinipigia hata kuniuliza what's going on. Kupigia lakini mshapanga mpaka mnakujiana airport na sijapanga na nani? No, hakuna venye siwezi peana simu yangu. Umesikia? Simu yako hapana. Simu yako Samu hapana. Hakuna venye nita stand hapa hivi mama. Hakuna venye nitakaa hapa niendelee kusikia hizo story. Simu yako hapana. Kwa kweli shwali. Unaona huyu jamaa? Si nilikwambia? Wamepanga na Madhe mpaka wanamkujia huyu airport. Mimi sikuwa najua story yote inaendelea. Unaona? Sikujua ati mpaka Madhe anajua historia. Leo kuna nguvu na ngobadi watu wajua zinafanya amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya najisi mtamu. By the way kuniangalia niko na Beki. Kando na Beki niko na mamake Sam. Na kwa kweli mamake Sam niliona ni vizuri tuweze kuketi chini aweze kutuelezea kiundani because unajua Sam mwenyewe after kutoka airport ndio hivyo anaruka kila kitu, anasema kuwa Tina is just a friend, na kitu ambacho kwa kweli sio ukweli. Na Sam mwenyewe nilimwambia alete simu tuweze kuangalia na yeye mwenyewe akasema haitowezekana. Ni kitu ambacho kwa kweli kinashangaza sana because unajua Sam angekuwa mtu mzuri na mtu ambaye ni mkweli anampenda mke wake, sidhani kama tungekuwa tunazungushana kiasi hicho ambacho anafuata. Lakini pia kama huyo ndo mkondo ameamua tuende basi atakijua tu. Lakini sasa mimi singetamani kuenda hivyo. Tumeanza kuanza kuimbizana naye na ndio hivyo mambo yameanza kuwa mengi hapa mjini na kitu ambacho singetamani kiwe. So leo nimeona tuketi chini na mother in law na mtoto wake tuweze kuongea, tuweze kujua ni vipi tunaweza kusaidiana because mimi furaha yangu ni kuhakikisha kuwa kila kitu kiko fresh barida. Mambo? Uko poa. Salama kabisa. Yeah. Shikamoo mama. Kwa salama. Niko salama kabisa. Hata mimi niko salama. Nashukuru sana mama kwa kuacha kazi zako zote ukakuja tuweze kuketi chini tuweze kuongea because nilipokupigia simu uliniambia uko na shughuli mingi sana, ila sababu ya haya mambo ambayo yametokea ukasema ni vizuri utenge muda ili uweze kuja tuweze kuongea. Mama, I don't take that for granted. Na asante mama sana kwa kuwa na moyo mzuri. As much as mtoto wako pia ameonyesha ile character ambayo ni mbaya, sidhani kama ameridhi kwako because mama wewe ni mtu ambaye ni mpole sana. Nilipokupigia simu uliniongelesha vizuri kama mtoto wako, kaniambia najua kabisa yale mambo happen na ungetamani sana angalau umuelezee your daughter in law angalau aweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea because unajua mama singetamani ifike level ambayo labda Beki anakuwa mbaya, anakuwa na huo na roho mbaya, unaelewa? Ni vizuri ukilie the air na kweli ukwe mkweli na najua kabisa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mama, kwanza kabisa asante kwa kuja. Na la pili tunataka kujua kindani. Wewe mwenyewe ulikuja airport. Ulikuja kwa minajili gani? Mimi nilikuja Samu aliniambia na rafiki yake nimpeleke. Sasa hapo ndio mambo ilitokea. Samu bereni alikuwa ameniambia ameachana na Beki. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia Beki ni kama alianza kusasa na wanaume wengine kwanza Mjerumani. Nikamuuliza Beki anaweza fanya hivyo, na tulikuwa tumesikizana huku. Anaenda kazi ndio msaidiane kulea mtoto. Nikashangaa nikauliza Samu, Beki anaweza fanya hivyo ama nikumwekelea? Nikasema nitaongea na Beki nisikie kama ni ukweli. Samu akaniambia pana, Beki anamdanganya, ananiambia ana mtu mwingine na mimi nalea mtoto huku na ngangana, nalea mtoto bado anaendelea kusiti na wanaume wengine. Nikashangaa. Alikuambia ati nilikuwa na cheat. Unajua huko kwenye nilienda si nilijitolea nikakwambia tukaelewana before niende, nikakwambia mimi kwenye maisha imefika, acha niende nitafute kwenye wengine wanaendanga wanatafuta. Kwa nini? Life imekuwa ngumu. Tukaelewana. Sasa huko kwenye nilikuwa ni kazi ngumu, hata wewe unaelewa, hata kama sitakuelezea venye kuko, lakini life ni ngumu huko. Hata mtu hana hiyo time ya kufanya vitu kama hizo, unaona? Unless ningekuwa huku karibu na wewe ndio ungesema yenyewe hapo hujamwekelea makosa. Lakini sasa huko nilienda kufanya. Hata wewe ulikuwa unaona sacrifice nafanya. Kila kitu kenye inahitajika mimi nilikuwa na respond. Kila siku akiitisha hii mimi niko sawa natuma. Sasa hii mambo ya kuchiti yenye anasema ndo sielewi sasa. Anasema ulikuwa unachiti na Mjerumani na wewe mwenyewe uko Saudi Arabia. Saudi Arabia ulikuwa unatoka kwa nyumba kweli? Hakuna huko hata uwezi. Hakuna hata gate yenyewe imefungwa kila saa, una hiyo time. Hata una hiyo time kuchoka yenyewe unachoka. Na huko unajua ni country ya wenyewe, una hiyo time ya kufanya vitu kama ya waruhusu. Yeah.
Mama, kwa kweli, so we mwenyewe acha tuendelea kujieleza tuweze kujua kiundani. So after yeye kukuambia ashakosana naye, na how did she convince you mpaka ukaenda kuchukua mtu mwingine? So nikuulize mama, ni vizuri tuweze kusaidiana kimawazo, si ndio? Wewe mwenyewe unasema eti alikuwa na Mjerumani. Do you have any evidence? Samu aliniambia alipiga simu akatumia akaonekana na huyo Mjerumani. Samu akamuuliza wewe ni nani? Akamwambia yeye hana pesa kama hiyo. Akamwambia piga video nione huyo Mjerumani mgani. Sasa Samu na yeye nikamuuliza, na wewe Samu unaamua kuwasha beti, unachukua mtu mwingine kwa nini? Nilikwambia ugoje beti akuje Kenya. Tuongee, tukae chini, tuone makosa ni ya nani. Ukichukua step ya kuchukua mtu mwingine ni kukataza. Na sitaki maneno kama hiyo. Unaweza bibi wawili. Na mimi niko na mjukuu. Huyu mjukuu hakuna mali anayesaida, na sitaki mjukuu mwingine kwa hii. Mimi namjua huyu Otieno. Huyu ndo namjua. Sitaki mwingine. Kama si mtoto wa beti sitaki mwingine. Sitaki ukose beti. Mungoje akuje Kenya, muongee, muelewane, kama ni kuachana, muachane mbele ya wase. Kwa hivyo sitaki maneno mingi sana. Ndio nakuuliza mama. Unaona sasa unaona history yenye anakuambia ati aliona Mjerumani nini. Huko ni kwa country ya wenyewe nimeenda kufanya kazi. Huwezi jua ni mtoto wa bosi ama nani. Plus mimi nilimuexplainia hiyo kitu yote tukamaliza. Sasa hiyo ndio kitu alichukulia ikakuwa sasa ni ile kitu sasa amepata evidence ya kukudanganya, unaona? Juu wewe huwezi jua hiyo maneno ni ukweli na nilikuwa uongo. Sasa alichukulia hii kitu ndo atumie kama nini ya kuongea, apate time ya kwenda kuongea na Tina, akudanganyilie Tina, unaona? Ilikuanga hivyo. Si eti ilikuanga Tina cheat nini. Huko ni country ya wenyewe. Hakuna vitu unaweza fanya kama hiyo. Huko ukiwa unafanya kazi, acha nikuelezea mama, labda anashindwa kukuelezea kiundani. Ukifanya kazi Saudia na there's no way ukifanya kama mtu ambaye anafanya kazi ya nyumba, there's no way unaweza kuwa unatoka unaenda nje unaanza kutafuta wanaume, hairuhusiwi. Unaelewa? Ukiwa kule ukiwa nyumbani ni nyumbani tu, na yeye mwenyewe sita alikuwa amekuwa kemboi. Kemboi ni wale ambao wanafika kule wanatoroka wanaenda kufanya kazi zingine huko nje. Unaelewa? Lakini sasa huyu alikuwa anafanya kazi ya nyumba. Unaelewa? Na nyumba ambayo alikuwa anafanya kazi, contract yake ilipoisha 2 years akarudi Kenya. Na mama nikwambie kitu kingine. Unaona huyu Tina ni rafiki yangu. Tukienda item tukiwa airport tunaenda ndo tulibadilishana namba hapo. Sasa Samu hajui kama mimi na huyu Tina ni marafiki, tunaongeanga. Unaona hizi vitu zote zikiwa zinaendelea, mimi nilikuwa najua kila kitu. Niko na kila kitu yenye alikuwa anaongea na huyu msichana, unaona? Mpaka vitu zingine alikuwa anamfanyia vitu mbaya tu yenye hata nikianza kuelezea hapa utashangaa ni venye siwezi kukuambia juu ya heshima. Unaona mama? Siwezi. Sasa Samu vitu amefanya ni mingi. Ni venye sasa yeye anakuja mbele yako anakuambia uongo uamini kwa sababu ameona huyu mwingine. Unaona? Ilikuanga hivyo sasa. So mama nikikuuliza ilifikaje level ya wewe mwenyewe kukubali sasa okay achukue mwanamke mwingine na wewe mwenyewe mpaka ulikubali ukuje kumkujia airport shwali? Na ukweli Beki, wewe ndio unajuana na huyu msichana, si ndio? Yeah. Kwani walibadilishana namba aje? Ama ndio alitumia Samu namba yake. Ile sasa kutaka kujua huyu mwanaume wako, unajua ni sikumpatia ati sasa nimwambie huyu mtu wako. Sikumwambia mambo mingi. So nikuulize wewe ulitumia Sam namba ama ulitumia Tina Sam namba yake? Yeah. So from there kumtumia, huyu akamtext wakaongea wakasalimiana. From there Sam aliingiana na yeye akaanza kumwambia yeye hana bibi, hana mtoto. Sasa wakaanza kupanga vitu zingine chini ya maji mpaka anamwambia ati yeye akikuja atamuoa, wataanza biashara, mambo mingi tu. Tina naye Tina akamwambia acha niweke hii pesa niko nayo nikikuja tutaanza biashara. Sasa ndio yeye yenye alikubeba hapa mkienda airport kumchukua akijua sasa amepata mtu mwingine pia ako na pesa. Wanaenda kuanza biashara, unaona? So mama nikuuliza ulikuwa unajua kabisa Tina akikuja alikuwa na hela fulani ambayo alikuwa anafungue biashara na mtoto wako? Siko najua juu na shido Tina ndiye alianza Sam ama ni Sam alianza Tina? Wewe ndio ulipea Sam Tina namba ya Sam? After walisalimiana kidogo, unaona? Walianza kuflow sasa kuongea, wakaanza kuingiana ile sasa ni kama watu wamezoeana, unaona? Wakafikia mpaka sasa wanapanga mambo zingine za ndoa, unaona? Na Sam ni mtu niliacha kama tumeheshimiana, tukapanga acha mimi niende nitafute. Si tulielewana mpaka wewe ulikuwa, tukiacha mpaka mtoto nyumbani. Unaona? Na sasa hiyo kitu unajua Beki wewe ndio alianzisha juu kwa nini wabadilishana namba? Si ni kama uliwapea nafasi ya kuongea? Hapana, mimi sikwambia Samuel, yani sikwambia Tina ati sasa waongee. Ni ile tu unaweza taka kujua mtu wako kama in case kama msichana atamuongelesha, huyu ataendelea kuongea na yeye bado. Mama acha nikuelezea kidogo mama kabla hujaongea. Wacha nisaidie
Becky there is a thing aliniambia kuwa aliona kuwa Samu ashaanza kuwa na zile character ambazo sio nzuri. Unaelewa? Kuna vile Samu ashaanza kubehave na kama hataki kumuongelesha nini. Akaanza kumshuku labda ana mtu mwingine. Unaelewa? So akajaribu tena kumjaribu na huyu Becky, yani huyu Tina, uone kama kweli anaweza ingia box yake. Unaelewa? So huyu kwa kweli as much as akona makosa, yes, alifanya makosa ya kupatia rafiki yake namba aweze kumjua, lakini yeye pia ana makosa because yeye anataka kujua kweli huyu Samu ni mtu aina gani. Hata siku expect hata kama huyu msichana angemuongelesha, sikutarajia hata kama kusalimiana after wangeongea, hata kama angemwambia amjui. Samu si alimwambia amjui msichana. Sasa nili expect kutoka hapo hakuna communication nyingine inaendelea. Unaona, ni ile tu kutaka kutest mtu, si eti ilikuwa intention ati nimpatie waendelee kuongea. Nilijua Samu hawezi fanya kitu kingine ile mbaya yenye hata anaweza ongea na msichana mwingine kwa simu mwenye hata ajui. Unaona hivyo tu. Naye unajua Becky, uko miaka 2 nje, alafu tena unapeana namba ongee. Una accept nini na huyu ni mwanaume? Ungepeana namba, ungewasha tu Samu anyamaze na usitake kushugusha. Unaona hiyo kufuatilia simu ndio inataka maneno. Hiyo time before niamue kuenda, si uliona maisha tulipitia. Sasa mimi Samu sikumwacha kama na mdauti ama nini. Hata hii kupeana namba iko kitu kubwa sana, kwa sababu hata ni accept angelenga hiyo story hivyo. Niliona tu ile venye mtu anaweza, hata wewe si unaweza pata message ya mtu yote, hata unaweza kubali ujibu ama uache. Ilikuanga hivyo tu, si kitu ngumu ati ile yenye lazima angeongea. Sasa Samu ilibidi mpaka ameanza kumwambia yeye ana mtu, ana bibi, ana mtoto. Sasa wakapanga na msichana ati akikuja atamuoa waanze maisha. Unaona? Ilikuwa na hizi vitu zote. Mimi najua Samu alikuwa anakupenda, ulikuwa unatuma pesa na sinasaidia mtoto. Hata sasa hii ukifika kwa nyumba utaona mtoto wako vile Samu amemweka mzuri. Hiyo maneno mengine siku nataka kujua ati anafanya nini afanya nini. Vivida tu aliniambia hii kitambo mkubaliane na Samu mpaka mnakuja airport kukujia. Hapo kwa kujia Tina ndo nilishindwa. Mama mpaka amebebwa akili aje. Wameamua mpaka yeye abebane na Samu mpaka airport kuchukua Tina. Sikuwa najua ni Tina na sikuwa najua ati ni rafiki wake wa karibu. Aliniambia twende nimpeleke akalaki rafiki yake. Vile tu hata unaweza niambia mama nipeleke nikaraki rafiki. Sikuwa najua kuna uhusiano yote. Lakini mom, at first you told me kuwa ulisema kuwa unajua kabisa waliachana so ashapata mtu mwingine. Why are you trying to contradict everything? Sasa Samu vile aliambia ni washana, sinimwambia agoje Tina mpaka Becky akuje ndio tuongee. Na nikamwambia sana hiyo maneno, sitaki mambo ya bibi wawili. Hata anajua nimwambia hivyo, sitaki bibi wawili. Na sasa hapa after airport mlipatana, mlikuwa mmeagree after hapo kumchukua, mlikuwa muende wapi after hapo? Mimi nilikuwa niende shughuli zangu kwa biashara. Samu aende nyumbani. Si washa angeenda peke yake ama angeenda na msichana, kwa sababu muigiza kwa taxi. Anaweza muigiza kwa taxi na aende kwao. Si lazima aende na Samu. Kwangu atakujaje? Singekubali. Singekubali. Juu mimi najua mama, lakini si mama ulikuwa ushakubali amkujie hapo kusema kweli. Mkujie ni kama rafiki, si ati ni kama bibi. Si kama ati bibi. So nikuulize mama. So after yeye kutoka na Samu alienda wapi? Samu hata sijui mahali alienda juu nimwambia anafanya makosa. Akaanza kunusia mkono, mimi hapa sitaki kusikia, acha niende. Hata wanataka kuangalia simu yangu, anaangalia nini, wacha mimi niende. Na akaenda, mimi sikujua mahali alienda. Sawa mjongea naye. Yenye alikwambia tumeachana ama kumeenda venye kumeenda. Ulijaribu kukaa chini kumuongelesha? Sana ni muongelesha. Kaniambia unamshit na huyo Mjerumani. Sasa ndio nikasema Samu, washa Becky akuje tuongee. Tujue hiyo kitu inaanza wapi. Washa kuanza kuhanya na huko na Becky yako, na tuko na mtoto hapa. Sio vizuri kufanya vitu zingine tukiwa na mjukuu. Ilifika wakati Samu anafanya vitu zingine, alikuwa anaongea na huyu msichana vitu zingine mbaya kabisa. Mpaka nikashindwa hata kama ni mamu mwenyewe ameambiwa tumeachana ni sawa. Imefika mahali mpaka washa plan hizi vitu zote, mpaka nilijiuliza wewe ushaambiwa. Unajua hii mambo inaendelea juu ameambia msichana akikuja wataoana nini. Na mimi unajua vizuri kila siku nilikuwa nafanya nini na gharamia kila kitu inahitajika. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa inaniuma sana, kwa sababu nilijiambia hii kitu yote mama hawezi kosa kujua. Sababu hao watu time mtoto ako na shida lazima wanipigie simu. Anyway, so me what I want tunafaa tuende tuangalie mtoto, tuweza kujua ni vipi tunaweza kusuluhisha, because unajua furaha yangu ni kuhakikisha kuwa mtoto wako ako vizuri. Na umesema mtoto ako nyumbani? Ako sawa kabisa mtoto. Sawa. So sasa kuanza kwa pisa ndio ukubali. Muonyeshe by the way. Ujue kijana nimemweka vizuri sana hata ukimwona. Sasa ni Samu mwenyewe aliamua tu kwanza. Washa uone Becky. Hii simu yangu nayo ni kama bonoko haifunguki na subuka. Becky wewe unajua umenietea. Acha nikuonyeshe.
Alafu unajua kwenye tumetoka tumetoka mbali. Mmetoka mbali najua. Nimewashikilia. Vitu vingine angalia huyo mtoto. Hata wewe ungekuwa ungekataa. Ni kazuri. Huyo ni mtoto amekuwa vibaya. Angalia katoto. Ndivyo nakwambia. Unaona vile kanakaa vizuri. Kanakaa vizuri. Nimekalea vizuri. Sana. Wow. Umefurahi? Mimi unajua shida yangu iko hapa kwenye mliamua mpaka Samu anakuambia muende mchukue Tina, mkakuja vizuri. Sasa shida yangu ni moja. Huyu msichana pia anamwambia akikuja ako na pesa fulani waanzishe biashara. Na mimi mwenyewe tumefanya vitu na Samu mpaka mimi natumanga kila siku lazima nitume. Sasa nilishindwa mimi hii yenye nilikuwa natuma sio pesa ama ni nini. Hii ya huyu msichana sasa ndio ameona iko mingi kuliko yangu. Pesa yako Sam anakupenda Beki. Pesa yako iko sawa. Hata ile mambo yote ulikuwa umepanga mtakuja kufanya naye mtafanya naye, usikasirike. Mimi nakupenda. Unajua kitu inauma mtu ni ile kazi mtu ile vitu zote mtu anapitia. Okay, I understand. Plus anamwambia na chiti na Mjerumani. Becky, I understand, I know you're feeling, but I'm sorry. So, let's see what to do. I'll try my level best kuhakikisha kuwa kila kitu kiko vizuri na tuweze kusolve, na pia mtoto nitatia bidii zaidi kuhakikisha umekuwa na mtoto wako. From there tutaweza kuongea. Sawa? For now, what I say, it's bye bye till next time.